njema Bwana ameifanya. Biblia inasema kwamba tufanye na tushangilie. Ukijua vizuri leo ni siku ya CCT, kuna vitu vingi vinaendelea. Tuna ibada hapa, lakini pia baada ya ibada hapa tutakuwa na ibada kule Pastors KKT. Basi Mwenyezi Mungu tupe nguvu tuweze kuyatenda haya yote kwa mapenzi yake. Bwana apewe sifa. Basi tuombe. Mwenyezi Mungu tunakushukuru na samani, asante kwa wema sana. Mungu wa mbinguni, tuko mbele zako wewe Bwana, kuja kukuabudu wewe. Tunakusihi uwe pamoja nasi kwenye ibada hii. Mungu wa mbinguni, kutana na mahitaji ya watoto wako ambao wamekuja kukuabudu siku ya leo hii Bwana. Mungu wetu, ukasimame, ukaonekane katika maisha yao. Jina lako Baba Jehova libarikiwe, maana tunastahili. Tunapoanza ibada tuanze kwa nguvu na uwezo wako, katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Vitabu vyetu vya sala kurasa 60. Tunaanza ibada kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana wetu Yesu Kristo alisema, sikia Israeli, Bwana ni Mungu wetu. Msaada wetu katika jina la Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Wapendwa katika Bwana, tumuungamie Mungu dhambi zetu kwa moyo mnyenyekevu, ndio tuwe na kutii, ili tupate kusamehewa kwa wema na rehema zake zisizo na kikomo. Magoti kwa utaratibu. Amen.
msaada wa Mungu utasoma. Musa akapanda kutoka uwanda wa Moabu mpaka mlima Nebo, hata kilele cha Pisiga kukabili Yeriko. Bwana akamwonyesha nchi yote ya Gileadi hata Dani, na Naftali yote, na nchi ya Efraimu na Manase, na nchi yote ya Yuda mpaka bahari ya magharibi, na Negebu na uwanja wa mpaka Swali. Bwana akamwambia, hii ndiyo nchi niliyowapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo, nikisema, nitawapa wazao wako. Basi nimekuonyesha kwa macho yako, lakini hutavuka huko. Basi Musa mtumishi wa Bwana akafa huko katika nchi ya Moabu kwa neno la Bwana. Akamzika bondeni katika nchi ya Moabu kukabili Beth-peori, lakini hapana mtu ajuaye kaburi lake hata leo. Musa alikuwa mtu wa miaka 120 alipokufa. Jicho lake halikupofuka wala nguvu za mwili wake hazikupunguka. Wana wa Israeli wakamwombolezea Musa katika uwanda wa Moabu siku 30. Basi siku za maombolezo ya matanga ya Musa zikaisha, na Yoshua mwana wa Nuni alikuwa amejaa roho ya hekima, maana Musa alikuwa amemwekea mikono yake juu yake. Wana wa Israeli wakamsikiliza, wakafanya kama Bwana alivyomwamuru Musa, wala hajainuka tena katika Israeli nabii kama Musa, ambaye Bwana alimjua uso kwa uso, katika ishara zote na maajabu yote ambayo Bwana alimtuma kuyatenda katika nchi ya Misri, kwa Farao na kwa watumishi wake wote, na kwa nchi yake yote, na katika ule mkono wa nguvu wote, tena katika ule utisho mkuu wote alioutenda Musa machoni pa Israeli wote. Ndilo neno la Mungu. Basi karibisha kwaya ya vijana, tupe wimbo mmoja. Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 15, tukianza na ile aya ya 21 mpaka aya ya 28. Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, Wakorinto wa kwanza sura ya 15, tutaanza na ile aya ya 21 mpaka 28. Kwa msaada wa Bwana nitasoma. Maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiama ya wafu ililetwa na mtu. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote watauishwa. Lakini kila mmoja mahali pake. Limbuko ni Kristo, baadaye walio wake Kristo atakapokuja. Hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba ufalme wake, atakapobatilisha utawala wote na mamlaka yote na nguvu. Maana sharti amiliki yeye, hata aweke maadui wake wote chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti, kwa kuwa alivitiisha vitu vyote chini ya miguu yake. Lakini atakaposema vyote vimetiishwa, ni dhahiri ya kuwa yeye aliyemtiishia vitu vyote hayumo. Basi vitu vyote vikiisha kutiishwa chini yake, ndipo mwana mwenyewe naye atatiishwa chini yake, yeye aliyemtiishia vitu vyote, ili kwamba Mungu awe yote katika wote. Hilo ndilo neno la Mungu. Karibisha kwa Mungu, tukuze Mungu kwa Bwana.
ulipita kati ya bonde la Ziri, ulifanya kuwa chemchemi, na mvua ya uvuli ilifika haraka. Waendelea toka nguvu hata nguvu, kuonekana Sayuni kila mmoja mbele za Mungu. Bwana Mungu wa majeshi yasikie maombi yao, Mungu yako usikilize. Mungu ngao yetu, usimwangalie, mtazame uso wa masihi wako. Hakika siku moja katika nyua zako ni bora kuliko siku ndefu. Ningependa kuwapa wako nyumbani mwako kuliko kukaa katika neno za uovu. Kwa kuwa Bwana Mungu ni jua na ngao, Bwana atatoa neema na utukufu. Hata wanyima kitu chema hao waendao kwa ukamilifu. Bwana wa majeshi, mwanadamu na Utukufu wa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kwa mwanzo, sasa na hata milele. Basi naomba tukae, nikaribishe kwaya ya watoto mama. Nitawapa waziwazi habari ya Baba, na siku ile mtaomba kwa jina langu, wala siwaambii ya kwamba mimi nitawaombea kwa Baba, kwa maana Baba mwenyewe awapenda kwa kuwa ninyi mmenipenda mimi, na kusadiki ya kwamba mimi nalitoka kwa Baba, nalitoka kwa Baba, nami nimekuja hapa ulimwenguni, tena nauacha ulimwengu na kwenda kwa Baba. Basi wanafunzi wake wakasema, tazama, sasa wasema waziwazi, wala useme mithali yoyote. Sasa tumejua ya kuwa wewe wafahamu mambo yote, wala huna haja ya mtu akuulize. Kwa hiyo twasadiki ya kwamba ulitoka kwa Mungu. Yesu akawajibu, je, unasadiki sasa? Tazama, saa yaja, naam imekwisha kuja, ambapo mtatawanyika kila mmoja kwao na kuniacha mimi peke yangu. Walakini mimi si peke yangu, kwa kuwa Baba yupo pamoja nami. Hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Na hili ndio neno la Bwana. Twainua kwa Bwana na tumshukuru Bwana Mungu wetu. na tena ni wajibu wetu.
ndio wajibu, ina haki tena na faradhi kwetu. Tukushukuru Bwana mtakatifu, Baba mwenyezi, Mungu wa milele, kwa kuwa mwana wako mpendwa Yesu Kristo alitoa katika ubavu wake mtakatifu maji na damu kwa masamaha ya dhambi zetu. Akawaagiza wanafunzi wake waende wakawafundishe mataifa yote na kuwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tunakusihi uziangalie sala za watu wako walioko hapa, uyatakase maji haya kwa yaoshe dhambi kwa jinsi ya asili. Umjalie mtoto huyu atakayebatizwa nayo apokee neema yako kwa wingi, akadumu katika hesabu ya watoto wako wateule wa Yesu Kristo Bwana wetu. Yesu Kristo mwana wako aishie na kumiliki pamoja nawe katika umoja wake yeye huyo Roho Mtakatifu, Mungu daima milele na milele. Amen. Basi na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana wetu Yesu Kristo amekupokea, nami nakuwekea alama ya msalaba, ili usione haya kukiri imani yake Yesu Kristo aliyesulubiwa kwa ajili yako, wewe mtumishi na shahidi mwaminifu wa Kristo hata mwisho wa maisha yako. Amen. Vigelegele. Mwingia kanisani ameshabatizwa, ameshakuwa Mkristo sasa. Basi naomba tuendelee ukurasa ule wa 10, ukurasa ule wa 55. Ndugu wapenzi, kwa kuwa mtoto huyu amezaliwa mara ya pili na kuingizwa katika mwili wake Kristo, ndio na wasaidizi wako wote, Baba Askofu Mgeni mwenzangu Amos Katoto wa Dayosisi yetu ya Kati, viongozi wa kanisa hili, kwaya zetu zote ambazo umeimba vizuri kabisa, na waumini wote kwa ujumla, ninayo heshima kubwa kusimama mbele yenu, kwa sababu kwa kweli niseme tu kwamba sikutarajia mpaka ambapo wazee wetu hao walipokaa chini ya mwenyekiti wa askofu wetu Mtuza, hapo ndipo nilipewa zamu kuhudumu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ninajisikia kuheshimiwa sana kusimama mahali hapa kwa ajili ya kutoa neno la Mungu kwa muda mfupi ambao Bwana atanijalia. Lakini nipende kwa kwanza kusema kwamba ninamshukuru Mungu kwa ajili ya askofu Mtuza. Tangu tulipofahamiana tumekuwa na ushirikiano mzuri sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata yale ambayo yalikuwa magumu, ninamshukuru Mungu kwamba tuliyamaliza kwa salama. Haleluya. Maana kuna mengine tulisikia kwamba yalikuwa kihistoria miaka mingi kameshindikana, lakini baba huyu tulipokutana kwa msaada wa Bwana tuliyatengeneza vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kitu kingine ambacho ninapenda niwaleteni ni salamu kutoka Geita, ambapo na hiyo nayo ni Dayosisi, si ndio? Maana mnaenda mpaka huko. Kwa hiyo si wageni kule, kwa hiyo ninapenda tukuleteni salamu, lakini kwenye kasehemu kadogo kae si Geita wamewasalimia sana wapendwa wetu. Amina. Watu wa Mungu, tunapozungumzia maadhimisho ya CCT, Jumuiya ya Kikristo ya Tanzania ilianza miaka mingi. Sina sababu ya kurudi kwenye historia, maana mnafahamu, lakini kuna makanisa kama 12 ambayo yana ushirikiano, yanaunda jumuiya hii, na kama makanisa haya 12 yangeliweza kuwa na ushirikiano kamili, Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba nirudie hilo kwamba makanisa 12 yaungane
yaani yashirikiane. Kama ingelikuwa sasa hapa mwenyekiti atanisahihisha hapo na wakubwa wengine wa CCT, kama tungelikuwa tunafanya kile ambacho tunapaswa kufanya, yamkini na hata sasa hivi wangelikuwa watu wanasema kwamba wapo hapa Tanzania watu wanaopingwa nini ulimwengu, kama wanafunzi wa Yesu walipotoka baada ya kujifungia Yerusalemu, wakajazwa na Roho Mtakatifu, walipotoka katika dunia, kila sehemu wanahubiri, kila sehemu wanafanya miujiza, kila sehemu wanafungua watu, na kisha wale waliokuwa wanapinga, wale ambao walikuwa wapinzani, kila walipowaona walisema au waliwatambulisha kwa maneno haya, wamefika huku nako. Wanaofanya nini? Wanaopindua ulimwengu. Sasa ukiangalia maisha yetu ni kama tumie neno uovu, ni kama uovu au maovu yanazidi ule wema ambao sisi tunauishi, ambao sisi tunautangaza. Ni kama mambo mabaya yanashamiri, yanatawala, ni kama mambo mazuri ni machache, hayana sauti. Sasa tuko wapi wa Kristo? Tuko wapi watu wa Mungu? Na hasa tunapoungana madhehebu 12, kama tungelikuwa na nguvu ile ambayo ni ya ushirikiano wa makanisa yote haya, kwa kweli Mwanza Isili ilikuwa hivi ilivyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Imani yetu mara zingine imekuwa kama ni kitu, ni kama mali, ni kama amana ya kuficha, ni kama kitu ambacho tunapenda tukitunze sisi wenyewe, na hata mtu mwingine ni kama asikione. Mimi nikiwa nina pesa huwa najihadari sana, yani hata mtu asisogea mfuko nilikoweka. Sawa? Yani akitaka kupita huko na nafanya hivi, yani nikana kwamba atajua kwamba nina pesa. Kwa hiyo wakati mwingine wa Kristo, imani yetu imekuwa ni kitu kama cha kuficha sana, kwamba mtu asikione, ni kama atanipokonya. Na ndio maana mambo ambayo dunia inayafurahia na kuyapata na kuvutwa nayo ni yale ambayo yako nje, kwa sababu imani yetu tumeificha. Ni vigumu watu kuifuata, ni vigumu watu kuvutwa nayo. Niombe kwamba watu wa Mungu atusaidie sana. Sisi tumeokolewa ili tuwaokoe na wengine. Hatukuokolewa ili tuendelee kujibariki sisi wenyewe kama tunavyofanya kanisani. Yaani tukiwa kwenye kuta hizi, yaani tunaonyesha baraka kubwa, sauti kubwa na nini. Lakini je, wana kanisa la Anglican Victoria Nyanza, ni mara ngapi mmepiga kelele kwa kuimba hata huu wimbo? Nani kama wewe pale Kamanga pale? Ni mara ngapi? Sasa mimi ninawauliza, ni mara ngapi mmeenda pale Kamanga, yaani mkapiga hivi vyombo hivi, na ni mara ngapi? Jamani, sisi tunasikilizana au mnisikii? Hebu niongezeni sauti. Watu wa Mungu tunahitaji kuwatangazia ulimwengu kwamba sisi Bwana Yesu ametuokoa. Maana Yesu alikuja ili kuokoa wanadamu wote wenye dhambi, ili wamrudie yeye na kisha wapate uzima nini? Uzima wa milele. Hilo ni salamu zangu kwamba watu wa Mungu, Jumuiya ya Kikristo ya Tanzania inafanya mambo mengi. Inafanya utetezi, inafanya uwezeshaji, kujengea uwezo, inafanya miradi, inafanya mambo mengi kweli. Na sasa imani pia ni lazima tuifanyie kazi, watu wa Mungu. Sasa neno ambalo limetolewa kwa mwaka huu linatoka katika Mithali
ile sura ya 14. Mithali sura ile ya 14 mstari ule wa 34. Mithali sura ya 14 mstari ule wa 34. Hili ndilo neno ambalo limechaguliwa kwa maadhimisho ya CCT Day ili tulitafakari, nitalisoma. Mithali 14 mstari wa 34 na nitazungumza kidogo na nitamaliza. Tunaomba. Neno linasema haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu ya watu wote. Nitarudia. Haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu ya watu wote. Hapa kuna haki na kuna dhambi. Na mimi nimeona kwamba nilinganishe kuhusu uongozi wa haki na uongozi usio wa haki, yaani uongozi wa uovu. Maana hili neno liko wazi kabisa kwamba haki huinua taifa. Haki ni nini? Nimejaribu kutafasiri kwa haraka kwa juu. Wewe utakaporudi nyumbani unaweza kufanya utafiti, ukafanya uchunguzi zaidi. Nimesema haki ni kufanya sawasawa na utaratibu wa wema. Haki ni kufanya mambo yaliyo mazuri, mambo yaliyo ya baraka, mambo yanayobariki na mambo ambayo yanasaidia watu. Haki ni kufanya mambo ambayo yanaendana na sheria. Mara nyingi huwa tunasema kwamba ninafanya kwa sababu sitavunja sheria. Kwa hiyo haki inaenda sambamba na kufuata mambo yale ambayo sheria inayaagiza. Lakini haki pia ni kumtendea kila mtu anachostahili bila kujali hali yake, bila kujali elimu, labda bila kujali labda itikadi, bila kujali labda kabila, bila kujali chochote kile. Lakini kama haki yake ni hii, unamfanyia. Kwa hiyo nimejaribu kuweka hivyo. Maana haki inasimama zaidi kwenye kutenda mema. Ukisoma ile Mithali sura ya 11, ukisoma Mithali sura ile ya 11 mstari ule wa 23, Mithali 11 mstari wa 23, Biblia inasema haja ya mwenye haki ni mema tu. Ameweka tu na full stop, kwamba haja au shauku ya mtu mwenye haki ni kutenda mema. Uwe katika familia yako, kama wewe ni mtu mwenye haki, Bwana Yesu amekuhesabia haki, amekupa haki, ni kwamba haja yako inapaswa kuwa ni kutenda mema tu. Uwe katika ajira yako, katika sehemu unayofanya kazi, ni kwamba mtu wa Mungu, haja yako na shauku yako inapaswa kuwa ni kutenda mema. Na hata uwe kanisani, sisi ambao tunatumika kanisani, sisi ambao ni viongozi wa kanisa, sisi ambao tunalea, sisi ambao tunaangalia, ni waangalizi wa mambo ya kiroho, ni kwamba kama Mungu alivyotuita watu wenye haki, ni kwamba haja yetu, shauku yetu kubwa au kuu iwe ni kutenda mema. Watu wa Mungu, kweli kabisa, kama Mungu anaweza kutusaidia kusimamia haki katika kila sehemu, katika kila nyanja, katika kila jambo, Biblia inasema kwamba haki huinua taifa. Haki itainua familia zetu. Haki itainua makanisa yetu. Haki
itainua jamii zetu na haki itainua hata ulimwengu. Kwa nini? Tusomeni mistari michache ya mithali yetu inavyosema kuhusu haki. Kweli imelinganisha mara nyingi, mistari mingi ya mithali imelinganisha haki na uovu, lakini tuwa tunashika zaidi ile sehemu ya haki. Ukisoma ile sura ya 10 ya Mithali, sura ya 10, ukianzia ule mstari wa 11, anasema kinywa cha mwenye haki ni chemichemi ya uzima. Kinywa cha mwenye haki ni chemichemi ya uzima. Maana mwenye haki huwa anatafuta hekima ya Mungu, huwa anatafuta maarifa yanayotoka juu, huwa anatafuta kile ambacho Mungu anamfunulia kwa njia ya Roho wake Mtakatifu. Kwa hiyo chemichemi inayotoka ndani mwake ni yale mambo ya uzima, ni mambo yale ya afya, ni mambo yale ya kuendeleza watu, ni mambo ambayo ya kuinua wengine, ni mambo ambayo ya kusaidia kujengea uwezo wengine. Sio binafsi, sio uchoyo, sio kila kitu ninapenda. Fahamu rafiki yangu mmoja, yeye yuko kwenye kitendo fulani, anafanya kazi na wenzake wengi, lakini kila siku linalokuja utasikia kwamba amelipeleka kwenye familia yake. Kila safari itakayokuja ataenda na mke wake, kila inapotokea atagawana na watoto wake, kila yaani mpaka wanashangaa wale wenzake kwamba hivi huyu ndugu huyu, je, wewe unafanyaje? Kunapotokea mema ambayo yako kwenye wigo wako wa uwezo wa maamuzi, huwa unagawia wengine. Kukitokea ka mgao, huwa unafanyaje? Niwaambie tu, haki pia hata kwenye kula. Haki ipo hata kwenye kula, kwamba unapoenda kwenye kama buffet au nini, nafikiri wa Afrika tutengeneze buffet, si ndio? Kama kwenye kupakua, je, macho yako huwa hayaendi kwenye ile nyama kubwa? Je, unaacha kwamba kwa sababu mimi nimetangulia, acha niwaachie kwanza wengine? Na wale mara nyingi kwenye sherehe wale wa nyuma huwa wanakosa. Sijui mnajua hilo? Yaani wale wanaotangulia anapakua kana kwamba anapakua cha siku ngapi? Yaani haki ni kila mahali. Haki ni inawafikiria wengine. Haki ni kwamba inawaza kwamba je, mwenzangu kama ingekuwa ni kwamba basi kama tungekawaliwa na haki, unapakua ndipo sasa unaangalia watakaokosa, unaanza kwenda unawagawia. Watu tunafanya hivyo. Yaani unajifanya kabisa kwamba yaani unashughulika, yaani haki ni kwamba inafikiria mema kwa watu wengine, kama mstari huo wa 11 katika sura hiyo ya 10. Lakini pia mstari wa 16 na wenyewe unazungumza hayo. Mithali sura ya 10 mstari wa 16 anasema kazi yake mwenye haki huelekea uzima. Lakini pia mstari wa 21 Mithali hiyo ya 10, midomo ya mwenye haki hulisha watu wengi. Midomo ya mwenye haki hulisha watu wengi, yaani huwa naombea wengine wafanikiwe, wengine wapate, wengine waendelee, wengine wainuliwe. Midomo ya mwenye haki. Na ndio maana hapa Biblia inasema kwamba haki huinua taifa, haki huinua familia, haki huinua jamii. Watu wa Mungu, tunaombea hata nchi yetu ya Tanzania basi iwe na uongozi itawaliwe kwa haki. Maana Biblia inasema wazi, na wala Biblia haigeuzwi. Ni
kwamba haki ndiyo itakayoendelea kuinua taifa. Lakini tumalizie mstari ule wa 31, mithali hiyo ya 10, mstari wa 31 inasema kwamba kinywa cha mwenye haki hutoa hekima, yaani hutoa hekima. Kinywa cha mwenye haki tushauri, kinywa cha mwenye haki husuluhisha, kinywa cha mwenye haki hutia moyo, kinywa cha mwenye haki, yaani mwenye haki lengo lake ni mema, ni mazuri, ni yale mambo ambayo yanawasaidia wengine. Na utamalizia sura ile ya 12, sura ile ya 12 mstari wa 5 anaposema kwamba mawazo ya mwenye haki ni adili, ni ya uadilifu, yaani yanasimama katika uaminifu, mawazo ya mwenye haki. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ombi letu kama walivyoleta viongozi wetu wasisitize kwamba tuombee kwamba haki itawale, haki iendelee, haki iwe ni kitu ambacho kwa kweli tunakiamplify, yaani tunakiinua zaidi ili sauti yake iwe juu. Maana ukilinganisha na kinyume au uongozi usio wa haki ambao tunauona katika Mithali sura ya 29, Mithali sura ya 29 mstari ule wa 2, Mithali sura ya 29 mstari wa 2, anaanza kwanza na mwenye haki. Anasema mwenye haki akiwa na amri watu hufurahia. Mwenye haki akitawala watu huwa wanafurahia, huwa wanashangwe, huwa wanasifu, maana wanahakika kwamba maisha yao yako salama, maisha yao yataendelezwa, maisha yao yatalindwa, maisha yao yatakuwa kwa kweli katika mchakato ambao ni wa kuendelea, ni wa kufanikiwa, ni wa kupata mambo mema na mazuri. Maana neno la Mungu linasema kwamba mstari huo wa 2 kwamba mwenye haki akiwa na amri, yaani mwenye haki akiwa mtawala wa nchi, mwenye haki akitawala kanisa, mwenye haki akitawala familia, ni kwamba watu hufurahia, watoto watakuwa na furaha, watoto watakuwa na shangilia, hata wanaposikia anakuja wanamkimbilia kumpokea. Sio kwamba wanaogopa, sio kwamba wanakuwa na hofu kwamba leo sijui itakuwaje, leo sijui itakuwaje. Hata kama watoto walikuwa wamechangamka wanacheza, au akifika ambaye ni mtawala wa mahali pale, wanakuwa na hofu kubwa. Hapana, Biblia haisemi hivyo, watu wa Mungu. Inasema kwamba mwenye haki akiwa na amri watu furahi. Lakini ninakuja hasa kwenye sehemu ambayo ninataka kwamba bali mwovu atawalapo, mwovu anapokuwa na amri, mwovu anapokuwa ngazi ya juu ya usimamizi wa uangalizi, ya utawala wa uongozi, ni kwamba Biblia inasema watu huugua, watu huwa na huzuni, watu hupata shida, maana hawajui, maana hawana hakika usalama wao utaendelea au la. Ndivyo Biblia inavyosema kwamba bali mwovu atawalapo watu huugua. Watu wa Mungu, ninaomba tuwe ni watu wa kumlilia Bwana Mungu, kwamba kuombea kila nyanja, kila sehemu, kila sekta, kila taasisi, kila mahali, kwamba haki ndiyo iendelee kutawala, haki ndiyo iendelee kusimama, haki ndiyo iendelee kwa kweli kuwafanya watu ili wafurahie, waendelee, ili waendelee kwa kweli kubarikiwa na maisha yao ya kuishi au ya kufanya kazi mahali wanapofanya kazi. Sio kwamba waanze kuugua, sio kwamba waanze kuwa na mashaka, wawe na wasiwasi, wasijue kesho itatokea nini. Mungu atusaidie sana, watu wa Mungu, kwamba
sisi tutawale kwa haki. Tuombee watawala walio juu yetu watawale kwa haki. Tuombee hata ulimwengu mzima utawaliwe kwa haki, maana haki huinua taifa kama neno la Mungu linavyosema. Lakini Mithali hiyo sura ile ya ngapi, ya 11, Mithali sura ile ya 11 mstari wa 11 pia, Mithali sura ya 11 mstari wa 11, Biblia inasema mji hutukuzwa kwa mbaraka wa mwenye haki. Inarudia hivyo kwamba mji au jiji la Mwanza hili linaweza kuendelea kubarikiwa, linaendelea kutukuzwa na kuinuliwa zaidi kwa sababu ya nyinyi watu wenye haki mliopo. Hata kama mtakuwa ni wachache, hata kama mtakuwa hamna vyeo, hata kama mtakuwa hamna nguvu, hata kama mtakuwa na mali, lakini wenye haki mtalifanya jiji la Mwanza kuendelea kutukuzwa kwa mbaraka wenu. Maana Mungu anawaona, Mungu anawajua, Mungu anawathamini, na kwa maana hiyo endeleeni kuishi maisha ya kutenda haki. Lakini mstari huo wa 11 unamalizia, bali mji hupinduliwa kwa kinywa cha mwovu. Yaani mji huharibiwa, yaani unakosa mwelekeo, yaani jiji linaweza kuharibika ni kwa sababu ya watu waovu watakapoendelea kukaa au kusimama au kuwa na amri ya sisi na sisi tumenyamaza. Watu wa Mungu, ni kazi yetu kumwomba Mungu sana kwamba Bwana tusaidie. Kama hatuwezi kusema au kuambia kwamba jamani mtende haki, tuende kwenye magoti, tuende kwenye maombi, tumwambie Bwana Mungu ambaye ni mtawala wa vitu vyote, ambaye yeye kila kitu kiko chini yake, na kwa maana hiyo tumwambie kwamba Bwana Mungu, tunaomba, tunasihi kwanza utusaidie sisi kutenda haki, lakini pia na watawala au viongozi wetu, kila mtu mahali alipo aendelee kusimamia haki. Na kama mambo mengine tunaweza kuyafanya bila kujua, ni kwamba haki inaanzia ndani kwetu. Haki inaanzia katika maisha yetu ya ndani. Ukisoma Zaburi ya 139, na hiyo ndio tutamalizia Zaburi 139. Daudi alikuwa ni mtawala mzuri, alikuwa ni mtawala mwema sana, lakini ilifika mahali akaona kwamba je, ninaenda sawa sawa? Je, ninatenda haki kama Mungu anavyonitaka? Kwa hiyo yeye alienda kwa Mungu kwa njia ya Mungu na kumsihi Mungu kwamba amuonyeshe. Katika Zaburi ya 139 mstari wa 23, 139 mstari ule wa 23 hadi wa 24, Daudi anasema, Mungu unichunguze, ujue moyo wangu, unijaribu, ujue mawazo yangu. Je, yanatenda haki? Je, moyo wangu umejazwa na hamu na shauku ya kufanya haki? Lakini mstari wa 24 anasema, uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya umilele, ukaniongoze katika njia ya haki, ukaniongoze katika matendo ya haki, ukaniongoze katika kupenda kutenda na kuona haki inatendeka kila mahali. Na hapo ndipo Mungu ataendelea kutukuzwa, maana yeye ni Mungu mwenye haki na anapenda sisi watu wake aliyotuokoa akatuacha hapa duniani ili tumwakilishe. Tunatakiwa kusimamia haki, kutenda haki na kupenda haki, ili taifa letu liendelee kuinuliwa, ili taifa letu liendelee kubarikiwa, ili familia zetu Mungu aendelee kuzibariki na kuziinua na kuzifanikisha, ili makanisa yetu, ili madhehebu yetu, ili uongozi wetu, biashara zetu, mahali popote pale tulipo, basi kama haki inatawala mahali pale, Bwana Mungu ataendelea kuweka mkono wake wa baraka, mkono wake wa kufanikiwa, mkono wake wa ulinzi na mkono wake wa kutufanya
tuinuliwe zaidi katika mambo tunayofanya. Bwana atubariki na Bwana abariki neno lake. Nimwombe askofu mwenzangu apokee hii microphone ili apate kuomba. Askofu Katoto Mkeze